Bwana Yesu asifiwe. Basi tunashukuru tena tumepata nafasi ya kuendelea na kipengele kingine ambacho nataka tujifunze tena kwa ajili ya kuombea nchi yetu na taifa letu na uchaguzi uliopo mbele yetu. Kumbuka kichwa cha somo kinachosema maeneo ya kuombea ambaye yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Nikasema wiki iliyopita au awamu iliyopita nimezungumza kuhusiana na eneo la kwanza linaloweza kusababisha serikali ikawa mbaya na ikachukiwa na watu. Nikasema namba moja ni kuwapata viongozi au kuchagua viongozi ambao hawana nia ya kuja kuwatumikia wananchi. Viongozi wanaogombea si kwa kutaka kuwatumikia wananchi. Nafikiri tumeona vizuri kabisa na tumeelewa. Lakini leo kuna eneo la pili ambalo linaweza likafanya serikali ikaonekana mbaya na ikachukiwa kabisa na wananchi. Ni viongozi wanaoteuliwa na kiongozi mkuu. Viongozi watakaoteuliwa au wanaoteuliwa na uongozi mkuu. Kwa mfano, tunaweza tukapata rais mzuri, akawa mzuri kweli kweli, lakini kuna wale viongozi wanaoitwa wa kuteuliwa, viongozi wa kuteuliwa. Sasa viongozi wa kuteuliwa wako wengi kweli kweli. Na kwa nini viongozi hawa wa kuteuliwa ni muhimu sana kuwaombea, ili serikali itakayokuja tuweze kupata viongozi wa kuteuliwa wazuri? Nitakueleza mbele ya safari kwa nini kuna umuhimu sana wa kuwaombea hawa watu na kwa nini wana thamani zaidi katika kuhakikisha serikali yetu ipate kupendwa na nchi yetu kupata amani. Sasa naomba nianze moja kwa moja kwenye kitabu kile cha Nehemia. Ukisoma kwenye kitabu cha Nehemia tuone pale kidogo hawa viongozi wa kuteuliwa. Kwenye kitabu cha Nehemia sura ile ya 5. Nehemia sura ya 5 mstari ule wa kwanza, unaweza kusoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Nehemia sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 4. Alafu pia utaluka uende mstari wa 14 hadi wa 19. Nataka tuone pale. Biblia inasema hivi, tuanzie mstari kwanza wa 19 ili tuweze kwenda vizuri. Mstari wa 19, mstari wa 14 na wa 19 anasema hivi. Nehemia sura ya 5 mstari wa 14 hadi wa 19. Tangu wakati huo nilipowekwa kuwa liwali wao katika nchi ya Yuda, tangu mwaka wa 20 hata mwaka wa 32 wa Atashasta mfalme, yaani miaka 12, mimi na ndugu zangu hatukula chakula cha uliwali. Sasa neno liwali inaweza likakusumbua kwamba ni nini. Neno liwali maana yake mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa. Ningesema hivyo, lakini ilikuwa ni mkuu wa mkoa. Sasa tungesema tangu wakati huo nilipowekwa kuwa mkuu wa mkoa wao katika nchi ya Yuda au katika mkoa wa Yuda au jimbo la Yuda. Aliwekwa na nani? Na mfalme Atashasta. Huyu Atashasta alimteua Nehemia awe mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya ya Yuda. Sawa ndugu zangu? Sasa huyu alipoteuliwa, anaanza kueleza kitu gani kilitokea. Anasema hivi, alipoteuliwa ile miaka 12 ya mfalme Atashasta, yeye aliifanya kazi hiyo, na anaeleza pale, anasema hakuchukua chakula cha ukuu wa mkoa, ukuu wa wilaya. Sasa angalia, ninachotaka tuone hapa ni nini. Huyu mkuu wa wilaya au huyu mkuu wa mkoa aliteuliwa. Alivyofika kwenye lile eneo, alikutana na changamoto zifuatazo. Ukisoma mstari wa kwanza sasa hadi ule wa 4.
Ndipo kukatokea kilio kikuu kwa watu na wake zao juu ya ndugu zao Wayahudi, maana walikuwapo watu waliosema, sisi na watu na binti zetu ni wengi, na tupate ngano tule tuishi. Tena walikuwako wengine waliosema, tumekuwa rehani, tumemwekea rehani, tumeweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu na nyumba zetu, tupate ngano kwa sababu ya njaa. Tena walikuwapo wengine waliosema, tumekupa fedha ili kulipa kodi ya mfalme kwa kuweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu. Sasa jaribu kufikiri, huyu ameteuliwa na mfalme Artashasta aende akasimamie jimbo fulani, akasimamie mkoa fulani, akasimamie wilaya fulani. Anafika pale, anakutana na malalamiko ya watu, wanalia, wanamlilia huyu mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya. Unaweza kusema mtumishi Gida, kwa nini wamlilie huyu badala ya kumlilia rais? Wanamlilia huyu kwa sababu huyu amekuja kwa niaba ya rais. Rais anapomteua mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, anataka awakilishwe na mkuu wa wilaya katika lile eneo ambalo mkuu wa wilaya anatumwa au mkuu wa mkoa anatumwa. Sasa alipofika, alikutana na hizi changamoto tatu. Changamoto ya kwanza, aliwakuta wananchi wana maisha magumu, yani wana njaa kubwa sana. Manake wana maisha ya umaskini, maisha ya shida, hadi chakula tu hawana. Soma mstari wa kwanza. Ndipo kukatokea kilio kikuu kwa watu na wake zao juu ya ndugu zao Wayahudi, maana walikuwako watu waliosema, sisi na wana wetu na binti zetu ni wengi, tupate ngano tule tukaishi. Na ukisoma mwishoni pale kabisa, mwishoni anasema hivi, mstari wa 18 anasema hivi, basi maandalio yaliyoandaliwa kwa siku moja yalikuwa ng'ombe mmoja, kondoo wazuri 6, na tena nikaandaliwa kuku na mara moja katika siku 10 akiba ya mvinyo na namna zote. Wala kwa hayo yote sikudai chakula cha liwali, kwa kuwa utumwa ulikuwa mzito juu ya watu hao. Sasa huyu mkuu wa mkoa alikuwa na moyo wake wa huruma sana, alikuwa na moyo wa upendo kupita kiasi. Anasema hivi, yeye hakudiriki kufanya kitu kingine. Nitaona hapa wakuu wengi wa mikoa na wakuu wengi wa wilaya wakipata madaraka hayo, au wale wanaoteuliwa na uongozi au serikali, huaga wanataka kufanya vitu gani? Nitazungumza sasa hivi. Lakini huyu mkuu wa mkoa alikutana na changamoto ya kwanza. Watu walikuwa na hali ngumu sana, maanake walikuwa na njaa kubwa sana katika ule mkoa. Na kitu cha pili, mstari ule wa 4, Biblia inasema hawa watu walilalamika, wakasema, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, kiukweli hapa tumefikia hatua ya kwenda kukopa, tumechukua madeni ili tulipe kodi. Manake alikuta eneo lile kuna kodi kubwa inayowatesa wananchi, na viongozi walikuwa wananyamaza kimya, hawatatui hiyo changamoto. Na changamoto ya tatu, matajiri kupitia hiyo changamoto ya njaa na changamoto ya kodi ambayo serikali ya eneo lile, mkoa ule, ilikuwa imewekwa, ilikuwa inawatesa wananchi. Matajiri wakapatia fursa ya kuanza kuwanyanyasa maskini wasio na kitu kwa kuwakopesha fedha ili wakamate mashamba, wakamate watoto, wawapeleke kuwatumikisha katika mambo yao wanayotaka wao. Ndipo huyu mkuu wa mkoa anaeleza, anasema, nilipopata haya malalamiko ikabidi niwaite watu wote. Mstari wa 6 anasema, nami nikakasirika sana niliposikia kilio chao na maneno yao,
Ndipo nikafanya shauri na nafsi yangu, nikagombana na wakuu na mashehe, nikawaambia, mnatoza watu riba, kila mtu na ndugu yake. Nikakutanisha mkutano mkubwa ili kushindana nao. Kwa hiyo unakuta mkuu wa mkoa huyu, mkuu wa wilaya huyu alijaribu kuitisha kikao ili kuanza kushughulikia zile changamoto zilizokuwa zinakabili eneo lile. Sasa unaweza kusema, mtumishi Kida, unataka kusema nini? Nataka kusema hivi, kwa mujibu wa Nehemia ambaye ni mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, alisema hivi, viongozi wengi wakishateuliwa, viongozi wengi wakishapata nafasi hizo za uteuzi, wakifika kwenye eneo ambalo wametumwa, huwa wanaangalia mambo matatu. Ni kuonyesha na mimi hapa mambo matatu. Namba moja, viongozi wengi walioteuliwa na rais au na kiongozi yoyote hujali, viongozi wengi hujali kupata mapato au mishahara mikubwa kuliko kutumikia wananchi. Hawa viongozi wanaoteuliwa au hawa viongozi wanaopewa nafasi ya kuteuliwa, inawezekana ukuu wa mkoa, ukuu wa wilaya, waziri au chochote, au wa kuteuliwa, huwa wanajali sana mapato, kupata mapato au mishahara mikubwa kuliko kuwatumikia wananchi. Mstari wa 5 tusema, Gida, mtumishi Gida, wewe unaongea hayo kivipi? Angalia Nehemia mwenyewe ambaye alikuwa mkuu wa mkoa alisema hivi kwenye mstari ule wa 14, sura ya 5 mstari wa 14, anasema hivi, tangu wakati huo nilipokwisha kuwa liwali wao katika nchi ya Yuda, tangu mwaka wa 20 na mwaka wa 32 na wa Artashasta mfarume, yaani miaka 12, mimi na ndugu zangu hatukula chakula cha liwali. Hatukula chakula cha liwali. Lile neno chakula cha liwali maana yake hakupokea mshahara, hakupokea malipo ya ukuu wake wa mkoa au ukuu wake wa wilaya. Aligoma. Lakini mwingine akifika, anachotafuta sio nini, anachotafuta ni kutaka apate mshahara wake vizuri. Lakini huyu anasema, mimi nilipokuwa mkuu wa mkoa nilikataa kabisa, nikasema, jamani, mimi siko tayari hata kidogo, siko tayari kubeba huo mshahara, niko tayari kuwatumikia wananchi. Na jambo la pili, anasema huyu mkuu wa mkoa, wengi wanaoteuliwa hujali kujitajirisha na kujinufaisha wao binafsi, kama kuwa na mashamba, miradi, kumiliki migodi na kadhalika. Mstari wa 16 anaeleza pale, anasema hivi, naam, hata kazi ya ukuta. Tukianzia mstari wa 15, lakini maliwali wa kwanza, anajaribu kueleza kwamba wengine waliokuwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, maliwali wa kwanza waliotangulia wakawalemea watu, wakawatwalia chakula na mvinyo zaidi ya shekeli 40 na fedha, na watumwa wao nao wakatawala juu ya watu. Lakini mimi sikufanya hivyo, kwa kuwa mimi nalimcha Mungu. Angalia mstari ule wa 16, naam, hata kazi ya ukuta huu tena nikaishika sana, wala hatukununua mashamba, wala watumishi wangu wote hawakukusanyika huko kazini. Naomba unisikilize vizuri na uniangalie vizuri kabisa. Anasema hivi, wengine waliotangulia waliwalemea, waliwatwisha mzigo watu na kuwanyanyasa sana, lakini mimi nilipoingia sikuwa na muda huo. Nilichoangalia ni ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu, ukuta wa Yuda, ili ujengwe uimarike. Kwa hiyo
nilichofanya, sikuwa tayari kwenda kununua mashamba, sikuwa tayari kwenda kufanya vitu vingine tofauti na ujenzi. Nini nataka kusema? Yote unakuta kabisa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkuu au aliyeteuliwa yoyote, akishapata tu uteuzi wake na madaraka yake, cha kwanza anachowaza ni fursa zinazopatikana katika nafasi yake ambayo amepewa. Kama ni waziri wa afya, anaangalia fursa zake. Kama ni waziri wa viwanda, ataangalia fursa zake. Kama ni waziri wa miradi, sijui wa ujenzi, ataangalia fursa zinazopatikana humo. Kama ni waziri wa fedha, ataangalia fursa zinazopatikana humo. Ataangalia fursa zake. Mkuu wa mkoa ataangalia fursa zake kwenye mkoa wake. Mkuu wa wilaya ataangalia fursa zinazopatikana humo. Kama yapo mashamba ya kutosha, atamiliki mashamba ya kutosha. Kama ni migodi, atamiliki migodi ya kutosha. Kama ni miradi mbalimbali, atafungua miradi ya kutosha. Anachotafuta ni kujinufaisha yeye. Sio mimi nimesema, anasema Nehemia kwamba walionitangulia wote walikuwa wanajali zaidi mambo yao, hawajali maisha ya watu wala malengo waliotumwa na rais au waliosababishwa rais awateue. Najua kabisa hata katika nchi yetu wapo watu wa namna hiyo, mimi siwezi kuwajua, lakini yeye rais ndo anawajua ni watu wake ambao anawateua. Kuna watu wanatumwa kabisa waje kwenye jimbo lenu, waje kwenye mkoa wenu, waje kwenye wilaya yenu, waje kwenye wasimamie nafasi fulani, lakini unakuta wameacha lile kusudi, hawajaje kwa ajili ya maendeleo. Unakuta shule hazipo, barabara ziko hovyo, hospitali hazipo, changamoto lukuki ziko kwenye hilo eneo, na wakuu walioteuliwa wako kimya kabisa, wamenyamaza kimya kabisa. Wanachoangalia ni fursa zinazopatikana, wajinufaishe wao, wajijengee mashamba, wajinunulie mashamba, wajijengee majumba, wafanye hiki na kile. Biblia inasema huyu mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa akasema, mimi sikudiriki kwa sababu nilikuwa namcha Bwana. Ropo sikarabashanda. Mungu ainue watu wenye hofu kwa ajili ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, kwamba nafasi aliyopewa sio ya kwake yeye, ila amepewa kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Mungu anamtazama kwa sura hiyo. Huyu jamaa aliona yeye yuko kwa ajili ya kuwakilisha, aliangalia lengo. Alipokuwa naondoka kwa mfalume wake, alipoteuliwa na mfalume, alisema mimi nataka nikajenge ukuta. Akaacha mambo mengine yanayopatikana pale, aliangalia usalama wa watu wa Yuda, usalama wa Yerusalemu, akahakikisha ukuta unasimamishwa. Anasema yeye na wafanyakazi wake wote walikuwa bize kujenga ukuta, kujenga maendeleo, kujenga usalama wa eneo lile. Mungu awasaidie sana wananchi wa Tanzania kuomba sana kwa ajili ya wanaoteuliwa, ili wakasimamie maendeleo yenu ya wilaya yenu, mkoa wenu. Inategemea na wale wasimamizi wanaotumwa. Kwa hiyo basi, huyu ndugu yetu anasema kwa kweli nilisimamia kile ambacho nilijia. Lakini la mwisho, viongozi wengi wakishateuliwa, wengi hutaka kufanya anasa na starehe kupitia uongozi kuliko kusudi lililowapeleka kwenye lile eneo au kwenye ile nafasi. Huwa wanapenda kutaka kufanya starehe na anasa. Ukisoma mstari wa 18 pale, anaeleza ndugu yetu huyu mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa huyu, anaeleza, anasema hivi, basi maandalio, tukianzia mstari wa 17, pamoja na hayo wako mezani pangu katika Wayahudi na mashehe. Sasa mstari wa 18, basi maandalio yaliyoandaliwa kwa siku moja yalikuwa ng'ombe mmoja na kondoo wazuri 6, na nikaandaliwa kuku, na mara moja katika siku 10 akiba ya mvinyo na namna zote. Wala kwa hayo yote sikudai chakula cha uliwali au cha ukuu wa mkoa, kwa kuwa utumwa ulikuwa mzito juu ya watu hao. Maana yake nini? Huyu jamaa anajaribu kusema nilipunguza namna ya matumizi ya kula kwangu na kufanya starehe kwangu. Kwa sababu gani? Anasema watu walikuwa na maisha ya utumwa. Hivi kweli we kiongozi uliyeteuliwa, unajisikiaje wananchi wanaishi maisha magumu? Watu wana njaa, watu wana shida. Wewe kazi yako ni kuwapiga, kuwafunga, kuwatesa na kuwapeleka huku na kule. Hujali hata huruma kama ni ndugu zako hao wa Tanzania wenzio kweli. Angalia, anasema mimi nilipunguza chakula changu na sikudai mshahara wangu. Nilichokuwa najali wananchi wangu waishi kwa amani. Sasa unaweza kusema mtumishi Gida ni nini? Hawa ni wawakilishi wa rais. Hawa ni wawakilishi wa serikali.
tunapomwona mkuu wa mkoa, tunapomwona waziri, tunapomwona mtu fulani, tunamwona rais. Huyu jamaa anasema mimi nilikataa kabisa kufanya starehe, nikawa tayari kuwatumikia wananchi. Sasa basi, utasema mtumishi Gideon, nataka kusema nini? Nataka kusema hivi, waombaji, kama we ni muombaji, hebu ombea sana wanaoteuliwa. Kwa nini? Kwa sababu umuhimu wa kuwaombea hawa viongozi wanaoteuliwa, namba moja, hawa huweza kuleta maendeleo au kuzuia maendeleo ya eneo. Ukisoma ndugu yetu Nehemia anasema, nilichoangalia mimi ni kujenga ukuta tu. Kwa hiyo alikuwa bize kuhakikisha ukuta unakamilika, kwa sababu ule mji ulikuwa unavamiwa, ule mji ulikuwa unafanyiwa vitu vingi ambavyo sio salama na sio vizuri. Kwa akaamua kujitoa yeye kwenda kujenga ule ukuta, akajitoa kweli kweli, akaleta maendeleo katika ule mji. Kwa hiyo anayeteuliwa kuja eneo lako au kusimamia wizara fulani, akiwa mzuri, ataleta maendeleo katika eneo hilo. Yeye ndiye mwakilishi wa rais. Lakini jambo la pili, kwa nini tuwaombee wanaoteuliwa? Ni kwa sababu hawa wanaweza kufanya serikali ipendwe au ichukiwe. Unapoona kwa mfano hawa waliotangulia walikuwa hawamuoni mkuu wa wilaya, hawamuoni mkuu wa mkoa, walikuwa wanamuona rais, walikuwa wanamuona mfalme Artashasta, kwamba huyu ndiye anayewahimiza wafanye haya wanayofanya, hata kama anayefanya ni mkuu wa mkoa mwenyewe kwa matakwa yake mwenyewe, lakini alikuwa analaumiwa rais. Ndio maana kuna wakati mwingine mnaweza mkambebesha mzigo rais, kusema mbaya, hafai, hastahili, ana mambo ya ajabu, lakini kumbe watendakazi wake anaowateua ndio wanaomharibia sifa yake, ionekane serikali mbaya, haifai, haistahili, kwa sababu ya anasa na kutaka mambo yao wanayejitakia wao. Lakini ukweli rais akisikia, ndio maana mara nyingi unasikia ametengua, ameamua kutoa, amemhamisha au amemtoa kazini kabisa. Baada ya kusikia, ana mambo mengi, hawezi akafuatilia kila kitu, lakini anapogundua huwa anajaribu kutoa adhabu hizo. Kwa hiyo serikali inaweza ikachukiwa kwa sababu ya hawa, serikali inaweza isipendwe kwa sababu ya hawa wanaoteuliwa. Nehemia anasema kwamba yeye alikuwa tayari kuwatumikia wananchi, hakuwa tayari kufanya vitu vingine tofauti. Lakini pia hawa wanamwakilisha rais katika nchi, katika eneo mnalotokea. Huyo mteule wenu au huyo mteule aliyeletwa ndiye anayewakilisha rais kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muhimu sana kuombea hawa. Hawa wanaweza kusababisha serikali kaonekana mbaya, vurugu zikaanza kuletwa, manunguniko. Angalia kwenye mstari wa kwanza pale, Biblia inasema kila mtu akatoa kilio chake. Anasema ndipo kukatokea kilio kikuu kwa watu na wake zao. Kwa hiyo watu walikuwa wako kwenye serikali ambayo hawaitaki, wameichukia kwa sababu ya watu ambao wameteuliwa na rais. Lakini huyu ndugu yangu namshukuru sana, mstari wa 13 anasema ikabidi niongee nao. Nilipoongea nao walinyamaza kimya, alafu baadaye wakaahidi wakasema tutafanya kama ulivyosema. Akaitatua zile changamoto zote, kwamba mashamba yatarudishwa kwa watu na kila kitu kitarudishwa kwa watu, na yeye akafunga nao agano, kwa sababu walikuwa na mambo ya kiroho, walikuwa na imani pia na mambo ya kiroho. Akasema, akachukua nguo zake, akakung'uta nguo zake na kusema Mungu amkung'ute vivyo hivyo kila mtu na nyumbani mwake na kazini mwake asiyetimiza ahadi ya kuwarudishia watu mashamba yao na kuwaondolea mikopo na mariba makubwa, na akung'utwe. Na watu wote wakasema amina, wakaahidi kwa Bwana, nao wakafanya kama walivyoahidi. Kwa uhuru ukatokea, amani ikatokea, furaha ikatokea, shangwe ikatokea. Wakaipenda serikali, wakampenda rais, wakampenda na mkuu wa mkoa, wakafurahi kweli kweli. Ijapokuwa wale matajiri na watu wengine waliokuwa wananufaika inawezekana walikasirika sana, lakini wewe umepewa kuwatetea wananchi. Mungu akutie nguvu. Na sisi tunasema kwenye uchaguzi huu, rais anapoanza kufanya uteuzi wa kuwa mikoa, mawaziri, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wakung'utwe wote
wote ambao hawana nia ya kuwatumikia Watanzania katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wewe unaweza kaomba namna hiyo, wakung'utwe, wasirudi tena, wasikae tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, nchi yetu ipate kufunguka na kuwekwa huru kabisa, na wainuke na wateuliwa watu wenye nia nzuri kabisa ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa vizuri na maendeleo yake yanakuwa mazuri kabisa, na wanamwakilisha rais vizuri na kuitengeneza serikali nzuri yenye utulivu, amani na ustahimilivu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wale ambao wana nia ya kutaka kufanya mambo yao wakung'utwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, achilia nguvu zako na damu yako katika jina la Yesu.